Okay, sasa matumaini yangu ni mzima kabisa na unaendelea vizuri kabisa. Sasa haya ni maelekezo ya namna ya kutumia akaunti baada ya kuwa umefungua. Kitu gani unaweza ukafanya kwenye akaunti yako kwa yule ambaye ni mgeni kabisa. Sasa akaunti yako ikishafungua kama hivi, hatua ya kwanza utashuka chini kabisa. Au usiingie sehemu yote, shuka chini kabisa. Ukifika chini kabisa utakutana na audio hii hapa. Utakutana na hii audio hii hapa. Hebu sikiliza hiyo audio vizuri. Hii audio vizuri. Sikiliza hiyo audio vizuri kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ikiwezekana rudia mara mbili basi ili uweze kuelewa. Ukishamaliza kusikiliza hiyo audio, ukielewa vizuri kabisa, utakuja sasa utaingia menu. Kuna hii hapa hii. Hapa kuna kipengele cha menu hapa. Kwenye hiyo kona hapo kuna menu. Ukibonyeza hapo itafunguka kama hivi. Kifunguka kama hivi, hapa ndo sehemu ambapo unapata vipengele mbalimbali. Taelezea kipengele kimoja kimoja. Tukizungumzia dashboard, hiyo ni sehemu ambayo ukibonyeza itakurudisha ulikotoka. Kwa mfano nikibonyeza hapa hivi, bonyeza mara moja hapa hivi, itanirudisha kwenye ukurasa huu hapa. Hiyo ndio sehemu iliyoandikwa dashboard. Ukirudi tena ukibonyeza tena pale itakuletea. Kuna hii sehemu imeandikwa withdraw. Hii withdraw ni sehemu ambayo unaingia kutoa pesa. Hii ndio sehemu ambayo unatolea pesa. Hapa ndio sehemu ambayo unatoa pesa. Ndio kiasi ambacho unataka utoe, unatoa. Sehemu nyingine kwenye weekly challenge. Kwenye weekly challenge hapa ni sehemu ambayo ni mashindano. Watu wanaofanya vizuri hasa kwenye kushirikisha watu basi wanakuwa wanapewa zawadi, hasa yule wa kwanza, wa pili na wa tatu. Ambapo mtu anayeongoza kushirikisha watu ndani ya wiki anapewa 15,000, anayefuatia wa pili yake anapewa shilingi 10,000, anayefuatia anapewa shilingi 5,000 kama ilivyoonyeshwa hapo kwenye maelezo hapa. Kipengele kingine ni buy goods. Buy goods hicho ni kipengele ambacho ni cha kununua na kuuza bidhaa. Kwa hiyo unakuta hapo zinawekwa bidhaa, unakuwa una uwezo wa kununua hiyo bidhaa kama utakuwa umeipenda. Kipengele hiki ni cha welcome bonus. Welcome bonus hii ni sehemu ambayo unapata bonus ya ukaribisho ambayo ni shilingi 10,000. Hapa ndo sehemu ambayo utaipata hiyo bonus yako. Maana kuna ukifika idadi ya watu 40 unapewa bonus ya shilingi 10,000 ambayo ni welcome bonus. Baada ya hapo, sehemu ambayo utakuwa kwenda wewe kama mgeni kutazama ni kwenye hii hapa. Hii sehemu iliyoandikwa karibu video hapo. Wewe utakuwa uingie hapo. Utakapoingia hapo utabonyeza hivyo. Hii video utakayoikuta hapa ambayo tunaita ni karibu video. Hii video utaitazama kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Ukishafika mwisho utasubiri kidogo. Akaunti ya Pata Plus Market na hapa nitakuelekeza vizuri namna kutumia akaunti yako. Ukishafika mwisho utasubiri kidogo. Kama hivi utaiangalia wewe mpaka mwishoni kabisa. Kabla imefika mwisho hapo. Utasubiri kidogo. Hii video pia itakuelekeza namna ya kutumia akaunti ya Pata Plus Market. Sasa unachokifanya ikishafika hapa mwisho utasubiri. Hebu tuone hapo. Imefika mwisho. Unasubiri. Ukisubiri utaona utapewa haya maelezo. Kuna bonus utaipata ya shilingi 300 kwa kutazama karibu videos. Sasa hapo utakliki okay, basi hii ni bonus ambayo utawekewa kwenye akaunti yako kwenye main balance. Baada ya hapo kipengele kingine kuna hiyo tumetoka kwenye karibu video. Kipengele kingine sasa kuna TikTok video hapa. Hapa ndio sehemu ambayo utapata video za TikTok. Kwa wale wanaofanya kipengele cha TikTok, hapa utapata video za TikTok zinakuwa zinawekwa hapa. Kipengele kingine ni cha YouTube video. Hapa ndio utapata video za YouTube. Hapa ndo utapata hizi videos za YouTube utatazama. Kipengele kingine ni cha Facebook hapa. Kwa hiyo ukiambiwa labda leo kuna video za Facebook, hapa ndo unapoingia kwenda kuangalia. Kama ukiambiwa kuna video. Kuna sehemu nyingine ni quiz. Hapa ni kipengele cha kujibu maswali, unalipa kujibu maswali. Ukifika hapo unabonyeza start quiz. Ukibonyeza start quiz wanakuletea maswali, unajibu. Wanakupa kama sekunde ngapi hivi, unapewa maswali hapo, unaulizwa haya maswali. When mix red and white. Sasa hapo mwenyewe ndo utajua, unachagua jibu sahihi, unaenda utajibu maswali yote. Mimi naweza nikachagua labda ovyo tu, nikachagua tu ovyo kwa sababu nakuelekeza tu, wote utachagua majibu sahihi. Ukifika mwisho kuna hii sehemu imeandikwa submit hapa. Ukishajibu maswali yote una click submit. Watakwambia umepata mangapi na utakuwa umepata bonus kulingana na maswali ambayo umeyapata. Hicho ni kipengele cha quiz. Kipengele kingine hapo turudi kwenye dashboard kwanza. Hiyo ni kipengele cha quiz. Kwa hiyo tukishuka tena chini kuna hiki kipengele kimeandikwa ads hapa. Hiki kipengele cha ads hiki ni kipengele ambacho cha kulike matangazo.
Yaani unalipwa kulike tangazo. Kwa hiyo ukiingia hapo utakuta kuna matangazo yamewekwa. Hilo tangazo wewe ukilike tu unakuwa unalipwa. Na namna ya kulike ni hapa, unaingia hapa, una click neno like, unakuwa unalipwa, unapata bonasi yako inaingia kwenye akaunti yako moja kwa moja. Kwa hapa ni kipengele cha kulike matangazo. Kwa hiyo utakuta matangazo yamewekwa hapa, unapo like lile tangazo basi unakuwa unajiingizia hela. Kwa hiyo hicho ndo ads. Ukisikia ads ni kulike matangazo. Hiyo ndo ukisikia ads ni kulike matangazo. Kwa hiyo kuna kipengele kingine cha WhatsApp status. Hiki ni kipengele ambacho utapewa tangazo. Ukiingia hapo utakuta kuna tangazo. Hilo tangazo utalidownload. Baada ya kudownload hilo tangazo utaenda kulipost kwenye akaunti yako ya WhatsApp. Utaliposti pale status kwenye WhatsApp yako status. Ukisha post hilo tangazo, baadaye uta screenshot ile picha inayoonyesha watu walioona tangazo hilo. Kwa watu wa kwanza uta download, alafu utakuja uta upload hapa. Uta upload screenshot baada ya kuwa umelipost status na watu wameview. Hicho ndio kipengele cha WhatsApp status. Kipengele kingine ni cha hapa, kuna sehemu ya community. Hapa kwenye community, hapa ni sehemu ambayo watu wanaandika makala. Hata wewe pia unaweza kaandika makala na ukalipwa. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo watu wanaandika makala mbalimbali. Yaani mtu anaandika kitu ambacho anaona yeye kiko sawa. Kwa hiyo hii ni sehemu ambayo unaweza kaingia pia ukasoma, na unaweza ukatype hata unaweza kaandika labda na wewe makala. Lakini ni sehemu ambayo unaingia unasoma makala labda na audio mbalimbali ambazo zimewekwa hapa kwenye community. Sehemu nyingine ni forex. Forex hapa unakuta pamewekwa mafunzo ya forex. Kwa hapo utakuta mafunzo, wale wanaopenda biashara hii ya forex, hapo utakuta kuna mafunzo. Utakuta umewekewa mafunzo, utakuwa umewekewa video labda za mafunzo. Kwa kama unapenda kujifunza hiyo biashara unajifunza, lakini sio lazima. Movie, kwa wale wapenzi wa movie, basi hapo utakuwa umewekewa movie. Utakuta hapa ziko uploaded movie. Sio kila siku, lakini yani kuna muda utakuta zimewekwa. Sehemu nyingine ni game tips. Game tips hapa sasa ni kwa wale wanaopenda kubeti. Kwa mtu ambaye anapenda kubeti bwana, hapa utaingia hapa utakuta imewekwa ile mikeka. Sasa wewe ndio unaenda kubetia huko na kubetia. Kama unabetia SportPesa, kama unabetia sijui nini, unajua wenyewe wale wataalamu wa kubeti. Kwa hapo unachukua odds. Sio kwamba unabetia humu wewe utakuta umewekewa tu odds. Nadhani wale wanaobeti wananielewa vizuri. Lakini pia si hatufundishi kubeti. Kama wewe ni mtaalamu wa kubeti basi utabeti, lakini kama sio mtaalamu wa kubeti, hicho kipengele utaachana nacho. Hapa kuna AI course. Course maana yake ni mafunzo. Kwa hapa ni mafunzo ya AI. AI ni kirefu chake ni artificial intelligence. Kwa watu ambao wanapenda kujifunza mambo ya artificial intelligence watakuwa wanajifunza hapa. Ambao kwa dunia sasa hivi ni kitu muhimu sana kukijua. Mwishoni kabisa ukiangalia hapa, mwishoni kabisa kuna sehemu imeandikwa logout. Ukiklik hapo kwenye logout, hapa kwenye logout maana yake unatoka kwenye account yako hii hapa Plus Market. Unataka kurudi nyuma unabonyeza tu hapa. Unataka kurudi kwenye dashboard unabonyeza hapo, click tu hapo mara moja inakurudisha nyuma hapo. Kwa hapo nimerudi kwenye account yangu. Sasa baada ya hapa kitu kingine ni kuonyesha ni kwamba huu kurasa hapa hivi ni sehemu ambayo unawekewa matangazo ya kila siku kwamba nini kinaendelea. Kwa hiyo sio lazima kila siku uniulize mimi kwamba leo kuna nini, hapana. Wewe ukiingia tu hapo utaona amekuandikia kwamba kitu gani kinafanyika leo, kwa sababu kuna vitu vinafanyika kwa ratiba. So kwamba kila siku kwamba utaangalia video, hapana. Kuna ratiba maalum ambayo nimekuwekea hapo pembeni, unaweza ukaiona kwamba kila siku una kitu gani. Kwa hiyo siku husika sio mpaka uniambie video zimewekwa zijawekwa. Wewe ukiingia tu kwenye account yako utakuta wamekuandikia kama zimeshawekwa au bado. Kwa hiyo sio lazima muda wote uniulize mimi video zimewekwa au bado, hapana. Kwa hiyo ndo hivyo. Lakini pia ukitaka hiyo notification ukitaka itoke hapa, kuna KX. Ukigusa hicho KX, hiyo notification inatoka kama hivi. Kwa hiyo unakuwa unabakia na account yako kama hivi hapa. Sasa kuna vipengele vingine hapa. Kipengele cha kwanza hapa pameandikwa share. Hapo ni sehemu ambayo ukiingia unakutana na unataka kushare labda kwa mtu mwingine. Kwa hiyo ukibonyeza hapo unamsambazia labda mtu mwingine. Hapa kuna hii pay for client, hiyo ya pili. Hapo ukitaka kumlipia mtu mwingine unakuwa unatumia hapo. Hapa cash out hii ni sehemu ya kutoa pesa pia. Unataka kutoa pesa. Hapa bando, kwa wale wanaopenda kununua bando online unaweza ukatumia hapo. Kwa hiyo vipengele viko hapo pia. Alafu kwa chini huku ukiangalia kama hapa kuna dashboard. Dashboard ni huu kurasa unaouona huko. Ukitaka kurudi kwenye huu kurasa unabonyeza hapo. Lakini kuna sehemu imeandikwa team mbele yake hapo. Hii imeandikwa team. Hii ni sehemu ambayo ndio unaona watu uliowaunga wewe kwa kutumia link. Kama umemuunga mtu unamuona hapa. Kwa mfano mimi nikiingia hapa, sababu hii ni account mpya. Kama wewe ndio umejiunga tu hapa utaona chochote kile. Leo utakapoanza kuunga watu utakuwa unaona username zao hapa, majina,
namba ya simu na kiasi ambacho umeingiza kwa yeye kujiunga na status. Hiyo team 1 ni watu ambao unawaunga. Kwa kila mtu unayemuunga wewe unaingiza shilingi 8,000 kwa team 1. Lakini kuna team 2 pia. Team 2 hii kwa kila unayemuunga kwenye team 2 unaingiza shilingi 3,500 hapa. Kwa hiyo sasa hii 3,500 ni wale watu ambao wameungwa na watu wako. Kwa mfano labda wewe umemuunga labda tuseme umemuunga Juma. Ukimuunga Juma wewe utaingiza shilingi 8,000 kama kawaida. Lakini Juma labda yeye akamuunga Aneti. Juma akimuunga Aneti wewe utaingiza team 2 sasa ambao ndio 3,500. Aneti akimuunga labda Alex. Aneti akimuunga Alex wewe utaingiza 2,000 ambayo 2,000 utaiona kwenye team 3. Kwa hiyo unaweza kuwa umemuunga mtu mmoja lakini naye anapounga mtu mwingine wewe bado unapata malipo ya ngazi ya pili ambayo ni 3,500. Huyu hapa tena naye akimuunga mtu mwingine huku chini wewe unapata malipo ya ngazi ya 3 ambayo ni 2,000. Kwa maana sasa tunasemaga kwamba Pata Plus Market ina ngazi 3. Ina ngazi 3 kwa maana ya team 1, team 2 na team 3. Kwa hiyo ukitaka kuona hawa watu wote na ni shilingi ngapi wamekuingizia, unakuwa unaingia kwenye hichi kipengele cha My Team. Ndio sehemu ambayo unaingia, unaweza ukaona kwamba hawa watu wamekuingizia shilingi ngapi. Kwa hiyo lakini kwa kuwa account ni mpya kama hivi maana yake uweze ukaona chochote. Sasa ukitaka kurudi nyuma unaingia hapa kwenye menu hapa. Unaingia hapo kwenye hiyo menu hapa. Alafu una click sehemu imeandikwa dashboard. Click hapo kwenye dashboard inarudi kwenye ukurasa wa kwanza. Sasa kitu kingine ni hapa tena unaweza ukitaka kuingia kwenye kutoa hela unaweza ukaingia kwa kutumia hapa. Ukitaka kuingia sehemu ya kutolea hela unaingilia hapo pia. Sasa kwenye kutoa hela hapa ukibonyeza hapo itakupeleka ukurasa wa kutolea hela. Ule ukurasa wa cash out itakupeleka hapo ambapo ni hapa. Kwenye kutoa hela sasa kila kipengele kinajitegemea. Kwa mfano unaweza ukatoa hela kwenye main balance. Main balance ndio zile ulizoziona kule za team 1, team 2 na team 3 ndio zinakaa hapa. Ambapo kwenye main balance kiwango cha chini cha kutoa ni 15,000. Lakini hivi vipengele vingine hivi kila ukitaka kutoa hela unatoa. Ukitaka labda kwa mfano unataka kutoa hela kipengele cha YouTube unaingia kwenye YouTube, unataka kutoa kwenye Facebook unaingia kwenye Facebook, kwenye TikTok unaingia kwenye TikTok, kwenye ad unaingia kwenye ad, kwenye question unaingia kwenye question. Hivi vipengele vyote hivi kiwango cha chini cha kutoa ni 85,000. Lakini kipengele cha main balance kiwango cha chini cha kutoa ni 15,000. Kwa hiyo ili utoe main balance ni 15,000 tu. Lakini huku kwingine mpaka ufikie 85. Kwa hiyo hiyo uielewe hivyo. Kwa hiyo unataka kutoa hela, unachagua unataka kutoa kwenye kipengele gani unatoa. Sasa utajuaje ukitaka kuangalia kwamba hicho kipengele unarudi kwenye dashboard. Hicho kipengele kina shilingi ngapi? Kwa mfano nataka niangalie, balance ile main balance ndo hapa. Maana yake mimi sijaunga mtu hata mmoja. Kwa hiyo main balance yangu inasoma tu 300 ambapo 300 hii 300 unaipata pale unapoangalia karibu video. Kwa hiyo ndio unakuwekea pia kwenye balance ile hela karibu video. Kwa hiyo mimi ndo nimeipata hiyo hapo 300. Lakini ukianza kuunga watu utaona hapa kwenye main balance hela zinaongezeka. Utaona hapo pia hela zinaongezeka ukianza kuunga watu. Kwa hiyo ndio inakuwa iko hivyo. Hapa utaona hela zinaongezeka. Kipengele kingine yani sasa hapa ndo inaposoma rekodi. Hapa kwenye withdraw pesa ambazo utakuwa unatoa wewe zitakuwa zinaandikwa hapa. Ukitoa kiasi fulani, umetoa 20,000 utaona imeandikwa 20,000 umeshaitoa. Inakuandikia pesa ambazo umeshazitoa. Hapa kwenye add click inakaa zile pesa za wewe unapo like matangazo. Ukifanya kipengele cha kulike tangazo hela yake itawekwa hapo. Ukifanya kipengele cha kujibu maswali ambayo tunaita ni trivia quiz hela yake itaandikwa hapo. Ukifanya kipengele cha YouTube hela yake itaandikwa hapa. Ukifanya kipengele cha TikTok hela yake itaandikwa hapa. Ukiangalia video za TikTok hela yake itaandikwa hapo. Ukifanya kipengele cha Facebook, umeangalia video za Facebook mfano, hela yake itaandikwa hapa. Ukifanya kipengele cha WhatsApp status ya kuposti matangazo hela yake itaandikwa hapo. Kwa hiyo unakuja kujifunza ni kila kipengele kinajitegemea na ndio maana ukiingia kwenye sehemu ya kutoa pesa utakuambia unataka utoe hela kwenye kipengele gani? Sababu kila kipengele kinajitegemea. Kwa ukiingia hapa kwenye hapa ndo unachagua kwamba unataka utoe hela kwenye kipengele gani. Kwa lazima uchague. Na hicho kipengele lazima kiwe kimefikia kiwango cha kutoa. Kama kijafikia kiwango cha kutoa hutaweza kutoa. Kama ni main balance huo umefikia 15,000 na kuendelea. Kama ni vipengele vingine huo umefikia 85 na kuendelea. Kwa hiyo hiyo uielewe vizuri kabisa. Sasa kitu kingine sasa ambacho nataka niwaelekeze ni namna ya kupata link yako. Lazima ujue namna ya kupata link yako, uweze kuitumia na wewe kushirikisha watu. Sasa namna ya kupata link yako ni hii hapa. Chini kabisa ya account yako, hapa ndo kuna link yako. Hii hapa ndo link yako.
Sasa ukitaka kuichukua hiyo link yako unabonyeza hapa palipoandikwa copy. Utaona kuna sehemu imeandikwa copy hapo. Utaona kuna sehemu imeandikwa copy. Hii sehemu iliyoandikwa copy hapo ndio unapobonyeza. Bonyeza mara moja neno copy. Ukisha copy tu unaenda WhatsApp kwa mtu unayetaka kumtumia. Unaweza kunitumia mimi hapa ili nikuwekee maelezo vizuri ili ikae vizuri. Kwa hiyo unaenda tu WhatsApp, labda unataka umtumie mimi, unakuja hapa, unataka umtumie mimi labda. Unaingia hapa kwenye sehemu ya message. Ukifika hapa kwenye sehemu ya message, panapo hii sehemu ya message hii hapa. Sasa hii na yenyewe inatoka. Ukifika kwenye hii sehemu ya message unabonyeza hapo. Unabonyeza tu mara moja hapo kwenye uwanja wa message hapo, itatokea neno paste. Utagusa neno paste, hiyo link itajiandika hapo. Alafu utatuma. Kama ulikuwa unataka mtumie mimi hiyo link, utanitumia mimi hiyo link kuwekea maelezo. Kwa hiyo ni namna ya kupata link yako. Kwa hiyo utahitajika umtumie link yako ili nikuwekee maelezo. Sasa hapo umenielewa vizuri kabisa. Hiyo ni namna ya kupata link yako. Sasa kitu cha mwisho nataka nikufundishe namna ya kufanya hii account iweze kuwa kama application. Ili hata unapoingia usio unapata shida muda wote kumwambia mentor wako, kumwambia aliyekuunga kwamba naomba naingiaje kwenye account yangu. Sasa kitu cha kwanza hakikisha unatumia application hii hapa. Hakikisha unapoingia kwenye Pata Plus Market app unaoitumia kuingia ni Chrome. Inaitwa Chrome. Kwa hiyo hii ndio wewe unaitumia kuingia. Ukishaitumia hii hakikisha pia iko updated, maana yake umeiupdate. Sasa utaingia kule juu kabisa kule kwenye vidoti vitatu vile. Utabonyeza vile vidoti vitatu pale. Utabonyeza pale kwenye vidoti vitatu. Utaona sehemu imekuandikia add to home screen hapa. Wamekuandikia add to home screen hapa. Utabonyeza hapa palipoandikwa add to home screen. Itakuja hivyo. Itakuja hapa labda imekuandikia dashboard. Sasa wewe utakachokifanya unaweza ukafuta hapo ukaandika wewe unavyotaka. Labda ukaandika Pata Plus Market. Alafu unabonyeza palipoandikwa add hapa pembeni. Kuna hii sehemu imeandikwa add, unabonyeza hiyo palipoandikwa add. Una click add. Kisha click add, itakuletea tena sehemu imeandikwa cancel or add. Uta click add. Ukishafanya hivyo, ukirudi kwenye home screen yako utaikuta hii hapa. Utaikuta imekaa kama application hii hapa. Kwa hiyo hii sasa wewe ndio utakuwa unaitumia kuingia kwenye account yako. Ukibonyeza tu hiyo inakupeleka moja kwa moja kwenye account yako. Unaweza nikaibonyeza hapo moja kwa moja inarudisha kwenye account yangu. Ukitaka kuingia kwenye account yako inakuwa tayari kama vile una application. Watu walikuwa wanauliza application unaipataje sio nini? Basi hapo ndio sehemu ambayo unapata application ambayo unaweza kuwa unaitumia kuingia kwenye account yako. Kitu kingine sasa cha mwisho ni kwamba ukitaka kuingia kwenye profile yako, kuna hizi dot tatu ziko hapa. Hizi ziko achana zile za kule juu zile, kwa chini yake ndani ya account yenyewe. Kuna hizo dot tatu. Kwenye dot tatu hizo utaona sehemu imeandikwa my profile. Imeandikwa my profile hapa. Utabonyeza hapo kwenye my profile, utaka kuangalia profile yako, itakuletea profile, itakuletea taarifa zako zote ulizojisajili. Kwa mfano kama huyu hapa imeleta namba ya simu aliyotumia kujisajili, imeleta email aliyotumia, majina yake aliyotumia, username yake na upline. Upline ni mtu aliyemuunga, kama kaungwa na nani. Kwa hiyo ukiingia utakuta hizo taarifa zote. Mtu aliyekuunga, majina yake, namba yako, kila kitu. Na sehemu imeandikwa edit profile. Unataka kuedit hapa, unaweza kaingia ukaedit. Na click hapo edit. Unataka kuedit profile. Japo sio lazima sana ili kutaka kuedit profile. Sasa hii bado haijakaa vizuri. Kwa lakini hapa ndio sehemu ambayo unaangalizia taarifa zako. Labda ulikosea kuandika namba ya simu, unaingia hapa unaangalia namba yako ya simu kama ulikosea, ili kama ina shida basi uombe kurekebishiwa. Unataka kurudi kwenye profile, unaingia hapo, unaingia hapa. Unataka kurudi kwenye profile, kurudi kule ulikotoka, unaingia tu pale kwenye hiyo hapo. Unaingia hapo na click sehemu imeandikwa dashboard, hiyo ya kwanza kabisa. Itakurudisha kwenye account yako ya kawaida. Kwa hiyo hayo ndo maelekezo ya namna ya kutumia account ya Pata Plus Market. Lakini kwa chini hapa itakuwa inasoma idadi ya watu ambao umewaunga wewe na wakalipia hapa. Kama umeunga mtu mmoja utaona hapa inasoma moja. Umeunga watu utaona inasoma mbili. Inakuwa inafanya hivyo. Unataka kutoka kwenye account yako, kuna hii sehemu imeandikwa sign out hapa chini hapa. Unabonyeza hapo sign out, inakutoa kwenye account, inakurudisha kwenye ukurasa wa login. Kwa hiyo hivyo ndio namna ambavyo tunafanya. Hiyo ndio account ya Pata Plus Market. Ukitaka kurudi kwenye account yako, unaingia tu hapo na sign na login, inakuleta kwenye account yako. Sasa hiyo ndio namna ya kutumia account yako ya Pata Plus Market. Changamoto zimezidi, una shida yoyote, namba ziko hapo za WhatsApp, cheki WhatsApp nitaweza kuelekeza vizuri kabisa.